iko pale. Mmeiona Lakini nikapeleka mashine nyingine ya uchunguzi wa moyo, iko pale. Tumeleta ba. Nikapeleka mashine ya mionzi, X-ray mashine, iko pale. Lakini tuna mashine ya CT scan, mzigo uko pale unaning'inia. Mama mmoja juzi amekwenda kula, anasema, akanambia mbunge, alikuja jana nyumbani, akasema mbunge, mimi nakushukuru sana. Unanishukuru nini? Anasema nimekwenda pale hospitali, wakaniambia nivue kila kitu. Baada ya hapo nikazani labda kuna issue, mganga kuna mambo ameyafanya pale. Akaniambia nimevua mule, alafu wakaniingiza kwenye shimo fulani hivi, lakini je upo? Nikamwambia mama, sio shimo ile, ni mashine. Kidogo Chama cha Mapinduzi. Nikamuuliza wamegundua nini? Akaniambia shida niliyokuwa nayo ilikuwa ni ndogo tu, na mimi nilikuwa nakwenda kufa. Anasema ndani ya moyo wangu kuna mrija mmoja umeziba. Walipogundua wamenipa vidonge vidogo, vidonge 6, nimekula leo mzima. Sasa watu wanakaa wanasema hakijafanyika chochote, umweni, alafu ndio mtajua serikali yenu inafanya nini. Tuna zahanati pale kata ya Ufukoni, tulipeleka milioni 100. Ile zahanati imeisha. Watu Ufukoni, kile kituo cha afya. Lakini wakati sisi tunagombea tunatafuta kura, pale palikuwa pana zahanati na walikuwa wanalalamika, Mheshimiwa mbunge, zahanati haina dawa, zahanati pale hakuna muuguzi. Mimi nikasema hapana. Tukatafuta milioni 600, tukazileta pale, lakini tukaleta milioni 250. Mimi kama mbunge nikaleta vifaa tiba vya milioni 65, na nikapeleka vifaa tiba vya milioni 45 kwenye kituo chetu cha afya Likombe. CCM oyee! Nilivyokwenda kata Likombe 2022, mama mmoja alinyoosha kidole. Alipokuja akaniambia mimi nina shida. Shida yangu mimi nataka uone. Nikamwambia njoo. Akainua mdomo, akanionyesha meno yake jinsi yalivyo. Nikasema mama, kwa shughuli hii mimi labda nitafute fedha nikupe uende Muhimbili. Lakini baada ya pale nilihangaika. Tukaleta mashine ya kisasa pale Likombe ambayo inapiga X-ray kwenye mdomo na kujua jino lina tatizo gani na kung'oa meno ambayo yameharibika. CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Sasa sakata linalolitafuna mimi, ndugu zangu, nataka niwaambieni, sakata mnaloliona vita yote hii ya ubunge ni bandari, hakuna kingine. Yani ningeacha masuala ya bandari, mimi ningekuwa tena hata watu wasingejitokeza kuja kugombea. Nataka niwaambieni, na vita ya bandari sio kwamba ninayo mimi tu, mnayo nyinyi hapa, mimi mpaka kwenye bunge. Ndugu zangu, unapodili na maisha ya Mtanzania tajiri, kuna kazi. Lakini sio hilo. Tuendako huku mtakuta kuna shida ya maji itaendelea. Tunaondoa mabomba yote yale ya zamani ya chuma, tunaweka laini za bomba za PVC.
Lakini tumepata bilioni 19 za mradi wa maji unaendelea. Tumejenga tenki la milioni 500 kule Mtawanya. Lakini nimepata fedha zingine kutoka kwa Mheshimiwa Rais, tuna bilioni 9 pale chini pale kwenye tunaposafishia maji pale Mtawanya. Tunajenga tenki kubwa lingine pale chini. Maji yakiingia pale Mtwara hatutakuwa tena na mgao wa maji. Tumeelewana jamani? Lakini sio hilo. Tumekwenda tumefungua ule mradi pale Mchuchu wa bilioni kama 6 hivi. Hata hivyo, hospitali yetu ya kanda ilikuwa ina shida ya maji. Tumeunganisha maji na Mchuchu, hospitali ya kanda sasa maji tumepeleka. Tuna shida ya minara ya simu. Tumeleta mndala mmoja kule Mbae unafungwa. Sijui wameshaanza kule Mbae. Watu wa Mbae, wale watu wa minara wamefika pale, katibu wa tawi wa maeneo yale Mbae tayari. Kwa hiyo kuanzia na Ulongo wapi utapokuwa tayari ule mnara utafanya kazi pale. Mawasiliano yataendelea. Leo mwenyekiti wangu nikimtafuta usiku hapatikani mpaka atege sehemu fulani. Mwenyekiti, shida imeisha hiyo. Lakini kuna mnara mwingine tunakwenda kuufunga na Mayanga. Tunafunga kule mnara, tunamaliza hiyo issue. Barabara ya kutoka Mtawanya kwenda na Mayanga tumeshaingiza kwenye kiwango cha lami. Mwakani tunakwenda kupiga lami mpaka kule. Kamati ya siasa hii juzi walinikalia kooni, anambia mbunge, sisi lazima tujue barabara ile ya Lweru inakaaje. Nikasema ilimeisha. Kwa hiyo mimi niwashukuruni sana, asanteni sana. Bosi amekuja hapa na yeye ana yake ya kusema. Karibu.